Bwana Yesu asifiwe, na wasalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Watu wa Mungu, siku ya leo natamani nifundishe somo fupi sana linaloleta tofauti ya mtumishi wa Mungu na kiongozi wa dini. Kwa sababu sasa hivi katika dunia tulionayo tuna makanisa mengi sana, tuna taasisi za dini nyingi sana zilizosajiliwa na ambazo hazijasajiliwa, mpaka tumeamua kuweka umoja wa hizo taasisi. Lakini kwa bahati nzuri au kwa bahati mbaya kabisa, wengi wamekuwa sio watumishi wa Mungu. Wapo kwenye taasisi hizo lakini sio watumishi wa Mungu, bali wamekuwa ni viongozi wa dini. Sasa kuna watu wanaweza kushindwa kuelewa kiongozi wa dini na mtumishi wa Mungu kuna tofauti gani kati yao. Mtumishi wa Mungu, kiongozi wa dini ni yule anayefuata sheria zilizoandaliwa tu hapa duniani na wanadamu, kwa kufuata hata upotovu wa sheria, pasipo kusimamia kile kitu Mungu anataka kisimamiwe, pasipo kusema ukweli, pasipo kukemea uovu, pasipo kukemea dhambi. Yeye ni mtu wa kuonyesha sura nzuri kwa mtu anayefanya uovu, kwa sababu tu yule anayefanya uovu ana mamlaka yamkini hata ya kumpoteza yeye. Kwa sasa mtu anatoka kwenye utumishi wa Mungu anaingia kwenye uongozi wa dini, anaogopa kufa, anaogopa kutekwa, anaogopa kuuliwa. Lakini mtumishi wa Mungu ni yule anayesimamia kweli ya Mungu, ni yule anayetetea haki za watu, ni yule anayetetea haki za viumbe wa Mungu. Kumbuka Kaini alipomwaga damu ya Habeli ndugu yake, Mungu alimuuliza, ndugu yako yuko wapi? Kaini alijibu kwa jeuri akasema, mimi sio mlinzi wa ndugu yangu. Sasa hili jambo, watu wa Mungu, ukiwa una macho ya kuona mbali sana, hili jambo, dunia hii tulionayo sasa hivi inataka kutuondoa kwenye network ya Mungu, itupeleke kwenye network ya Mungu wa dunia hii. Watu tunawaabudu binadamu waliozaliwa kwenye dunia hii kwa sababu wamepigwa ile alama ya yule mnyama. Ukisoma kitabu cha Ufunuo sura ya 13 nafikiri, utaelewa ile sura nzima. Utaongeza hata sura ya 14 pale. Utaelewa kwamba huyu mnyama ana nguvu na huwa anaweka uwezo kwa baadhi ya watu ili watamke makufuru, wamwache Mungu, wasifie uovu, wasiseme kile Mungu ambacho amekikusudia kizungumzwe. Sasa rai yangu kwenu nyinyi watumishi mnaojiita watumishi wa Mungu, kumbe mmegeuka kuwa viongozi wa dini, geukeni haraka, mrudieni Mungu. Ni kweli tuna makanisa mengi leo, ni kweli kila mtu anajua anamtumikia Mungu, lakini tumeondoka kwenye mizani ya utumishi wa Mungu, tumeingia kwenye kuwa kiongozi wa dini. Ukiona mtu anapewa mkate, anapewa fedha, nitakujengea kanisa, nimekununulia viti, nimekuletea zawadi, halafu unatengenezewa mazingira ya nguvu ya chakula ili ushindwe kusema kweli. Sikiliza mtumishi wa Mungu, uwe mjanja. Biblia inasema wewe uwe mjanja, uwe kichwa usiwe mkia, mtumishi wa Mungu. Acha hao watu wakuletee hivyo vitu. Wakishavileta wanaweza kuhisi watabadilisha misimamo yako, lakini wakivileta vimeshaidhinishwa kuwa vya madhabahuni, vimeshaidhinishwa kuwa vya kanisa, wewe simamia kweli ambayo Mungu alikuleta. Usije ukapewa ukajengewa jengo la kanisa au ukapewa viti au ukapewa vyombo vya muziki kanisani ukaanza kutetea uuaji na utekaji na utapeli na wizi. Watu wachache wanafaidika, wengi wanaonewa. Sasa ole 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 unayesimama kwenye madhabahu na ukamtaja Kristo kuwa wewe unamwamini kama ni mkombozi wa watu wanyonge na ni mkombozi aliyejisacrifice yeye maisha yake kwa ajili ya watu wote. Ukadiliki kusema uongo, ukadiliki kutetea uovu. Kemea uovu.
Haijalishi ni mfalme wa taifa fulani, haijalishi ni rais, haijalishi ni kiongozi yote, akifanya kinyume na maandiko, kemea, sema kweli. Na ukifa katika kweli, umekufa kishujaa, na mbingu ni za kwako. Mbingu zitafunguka, malaika watakushangilia. Lakini ukijifanya unaogopa eti kutetea uhai huu tunao kwa muda. Uogope kuuliwa, utakufa kwa ugonjwa. Usipokufa kwa ugonjwa, utakufa kwa ajali. Usipokufa kwa ajali, utakufa siku zako. Mungu atajua. Hata unaweza ukawa umelala usingizi tu, ukakuta asubuhi watu wanaamka wanasema huyu mtu alienda kulala tumeona amekufa. Kwa hiyo kifo kipo pale pale. Ni bora kusema kweli, hata kama kifo kinakukuta, kikukute ukiwa unasema kweli, mtu wa Mungu. Mungu akubariki sana. Lakini ninaomba ujue ya kwamba kuna tofauti kati ya viongozi wa dini na watumishi wa Mungu. Leo kwa nchi yetu hii tunaweza kuwa tuna viongozi wa dini wasiopungua 10,000, lakini watumishi wa Mungu nafikiri hata 50 kwa Tanzania hii hawafiki. Tuna viongozi wa dini wasiopungua 10,000, lakini watumishi wa Mungu wanaosimamia misingi ya kiroho hata 50 hawafiki. Tunakwenda wapi watu wa Mungu? Sisi tunaweza kuja kuwa makaa ya kuunguza wengine. Sasa ni bora wale wanaungua wanaungua, lakini sisi tutakuwa kuni tusipokaa vizuri, tukasema kweli, tukamsikiliza Mungu anasema nini na sisi. Hebu tugeuke, tubadilike watu wa Mungu. Badilikeni, mliopewa dhamana ya kuwa watumishi wa Mungu. Msikengeuke mkawa viongozi wa dini. Kuweni watumishi vile vile kama mlivyoitwa toka tumboni mwa mama zenu. Mungu atubariki sana.